uzito uzidi kina, ujazo uzidi jaba, bado umsaidie kiwa hana, akikuomba kwa huruma maji shingo yamekaba, bado atabadilika mara moja, atasahau yote ya nyuma na hanaga takungoja. Yeye atakuzika mara moja, yeye anaga huruma hata kukuroga. Aya, mwanadamu hata msaidie mwanadamu, siku zote anajema mwanadamu, huyo mwanadamu ana roho mbaya. Gido na nzuluaji kauli zake. Ugeni huo? Mdogo wangu. Karibu dada. Haya sasa hapa. Karibu. Haya asante. Nikupe kitu kama? Hapana mdogo wangu. Anatosha. Karibu sana. Haya asante mdogo wangu. Umekucha. Nimekuja mdogo wangu. Mungu huwa kwako. Sawa dada. Maana nikikaa mdogo wangu sina raha mpaka nakosa amani huko mitaani. Kwa nini dada? Kizunguka huko Mama Gido. Hende kwenye misiba. Ukipita huko Mama Gido, hende kwenye vikoba. Ukipita Mama Gido, hende hata kwenye mikutano ya vijiji. Magido huonekani. Sasa nikasema hapana. Kwa nini kila nikisikia Magido? Leo nimesema nitainua ngondo kwa Magido. Hivi una matatizo gani wewe? Au unataka maisha gani unayaishi wewe? Mtihani jamani, mtihani. Kwani kijiji hiki wana shida gani? Wana shida gani mimi na familia yangu Mama Mdumbe? Ina maana kijiji hiki mitihani iliyotokea mimi kufiwa na mume wangu hawaijui? Wanajua. Sasa yanawakuta yapi mpaka wakae vibarazani waanze kunizungumzia Mama Gido siendi kwenye misiba, siendi sijui kwenye vikoba. Ina maana ujasiri na upata wapi? Wa kutoka hapa mimi mpaka nipuyange huko na kule na upata wapi Mama Mdumbe? Mimi hapana, kijiji hiki laiti kama angekuwa marehemu mume wangu yuko hai. Dada mimi ningemshauri mume wangu tuhame kwenye kijiji. Kijiji kina maneno mtihani mtupu. Mimi ningemshauri tuhame. Haiwezekani wanikalie kila wakati kikao Mama Gido mimi siendi huku. Lakini na wasiwasi kitu kimoja. Mama Mdumbe wewe umetumwa uje nichunguze maisha yangu. Kuwa naishi vipi na watoto zangu kina Gido. Mimi? Wewe umetumwa Mama Mdumbe. Mimi? Kabisa. Umetumwa uje unichunguze kama angalia Mama Gido anaishi vipi na watoto zake. Toka afiwe na mume wake. Umetumwa Mama Mdumbe, naomba uondoke. Nenda kamfikishie taarifa mama mwenyekiti kuwa kwa Mama Gido kumeshindikana. Naomba uende. Mimi naomba uende, sitaki maneno. Hivi kwa nini jamani usiondoke wewe na kufukuza? Mimi naomba uende bwana wewe. Jamani mama na matatizo huyu. Mama na matatizo. Ondoka bwana wewe. Asubuhi tu kwenye majukumu ya watu jamani. Shaka sana kushamba. Bila hata turudi nyumbani kaangalia familia naye. Hizi ndo harakati za upambanaji. Unajua bosi mwenyewe samba kale mtu hajatokea tunafanyaje sijui ile. Unajua mwenyewe alitoa. Dharau rafiki yangu naye. Ila makoma wangu tuuza mazao. Inaenda mjini. Basi mpaka bosi mwenyewe aje. Fanya nini sasa? Mimi aje. Afanye nini? Takunde. Wanangu vipi hapo? Safi za kazi bwana. Chewa. Karibu. Fresh wewe bwana, kuna taarifa msiba mnayo? Msiba tena? Acha. No maana ikafariki yule. Mbona kitambo tu mpaka sasa washamzika? Mwanangu sikia si atuelewe mwanangu sasa. Unajua kabisa Baba Gido sina mdai. Mwanangu sikia. Baba Gido tunamdai kama 188. Kumbe mnamdai? Amini. Sasa mbona siku ile msiba tulitangaza jamani nani amdai marehemu? Unajua sisi tuko shamba tuna wiki ya pili mjomba. Basi ndio bwana hadi kashazikwa sasa hivi rafiki yangu. Acha. Ile shamba nini? Fresh. Basi poa. Mungu nielekee hivi bwana. Pamoja sana. Poa. Mama sana mwanangu kwa sasa tunafanyaje? Mimi kwanza hata mjinea kulima ishashi. Mambo kadha mambo mengine yanachanganyaga sana yani.
mdogo wangu. Asante. Mbona hivyo mdogo wangu? Umekuja kwa shangwe. Unaniangalia chini juu kuliko ni mdogo wangu yale yale. Unataka kwani nikusemea katika hali gani? Sema kwambia mimi nzuri. Au unataka nikusalimie nikiwa kwenye muonekano gani ndio ujue mimi nimeitikia? Yaani niambie ujue. Sasa mdogo wangu mimi nimekuja kwa yale yale mdogo wangu. Yale yale. Yale yale ya kijiji hiki, yale yale yapi wacha. Yale unajua wewe unakuja mara ya kwanza unifukuza, wewe nimekuja tena. Ndugu wangu nimekuja hapa na ushauri mwingine kabisa. Yaani nimekuja kukupa ushauri. Na usikiliza wa ushauri. Ushauri wangu mdogo wangu nimekuja. Nikupeleke kwa mganga. Kwa mganga? Kwa mganga nikafanya nini? Ndugu wangu, si unajua. Ndivyo mlivyokaa na mama mwenyekiti huko mkashauriana, umfuate Mama Gido tumpeke kwa mganga. Mkanimalize na mimi tena. Ili uje kuyajua ya ndani. Haya, hiyo pesa ni kwenda kwa mganga naipata wapi? Maisha yangu ndani huko watoto zangu kula yao mtihani. Ila ya kwa mganga naipata wapi? Ndugu wangu, mimi huja kupa ushauri. Kila kwa mganga kule, sio sasa mganga ni upate tu wakombe, mafusho. Mambo mengine yote mdogo wangu. Mimi naomba tu ridhaa yako. Yaani mnataka muende na mimi mkanimalize. Hapana mdogo wangu. Sasa sikiliza nikwambie. Siko tayari kwenda swala kwa mganga, sipo tayari. Sipo tayari Mama Mdumbe, siko tayari. Ushauri tu. Siko tayari. Swala kwa mganga Mama Mdumbe, Mama Gido mimi sipo tayari. Mimi naomba uende ulikotokea ndio nataka urudi. Kwa nini ambaye? Sitaki swala la kwa mganga. Kwani mimi si ndo Mama Gido? Nahitajika kwenda, siko tayari kwenda kwa mganga. Naomba uende. Jamani, nilikuwa na matatizo huyu. Mama Mdumbe? Mama Mdumbe dada? Samahani dadangu nakuomba. Njoo dada. Njoo dadangu. Sameane dadangu. Nimekuita dadangu. Nimekaa nimejifikiria hapa. Sasa dadangu mimi mawazo yamenizidi kichwani. Mimi naona. Kichwa changu kiko sawa, mtihani hapa na pale. Kwa nimekaa dakika ngapi hizi nimekaa nimejifikiria. Hilo wazo la kunipeka mimi kwa mganga. Mimi nimelizia. Umelizia? Nimelizia dada. Mwenyezi Mungu. Yaani nimefurahi mdogo wangu. Yaani roho yangu imetakata. Yaani nimekuwa Mama Gido yule. Sawa sawa. Kwa miaka ya nyuma mdogo wangu. Mdogo wangu mimi nimekuja kuomba ushauri yani kuhusu mambo ya sira kwa mganga. Yaani kila kitu niachie mimi. Sawa. Mimi mdogo wangu. Mimi nataka ridhaa yako tu. Kama umelidhia basi ambapo niachie mimi. Umeelewa? Ndaje nikupeleke wapi? Nikusaidieje? Sasa mimi nangu nyumbani. Nitaangalia mazingira. Itakapokuwa vizuri nitakupigia simu. Sawa, nitashukuru. Tukutane wapi? Nikupeleke wapi? Mambo yote niachie mimi. Sawa mdogo wangu. Haya mimi nashukuru. Haya dada. Tusameane kibinadamu. Haina shida mdogo wangu. Tusameane. Haya dada asante. Haya mdogo wangu. Nimefurahi yani.
Karibu mwanangu. Karibu, naona umetuletea mgeni. Nimekuta mdogo wangu huyo. Karibu sana mama. Asante. Ujisikie uko nyumbani. Asante. Karibu. Leta mdogo wangu huyo, matatizo. Ana matatizo. Hapa amefika nyumbani. Atapewa huduma. Na shida mdogo. Shida gani mama? Na familia tu. Familia. Mama, tulia. Sawa mganga, sawa. Usiogope. Sawa mganga. Naomba niambie. Ana tatizo gani? Mambo, nyoshe miguu hiyo. Kaa vizuri, usogee. Usiniogope, ujisikie uko nyumbani. Sawa? Sawa mganga. Nitakuwa nyoshe mikono. Mama, una matatizo makubwa sana. Sawa mganga. Sawa. Sasa mama, katika kijiji chako. Ndio. Sawa mganga. Hakipendezwi na mafanikio yako, kwa sababu katika kile kijiji chote nyinyi ndio mliokuwa matajiri, ndio watu mliokuwa mnaleta maendeleo. Sawa mganga, sawa. Na ndio maana waliweza kumuua mume wako ili wewe uzidi kuwa maskini katika kijiji chote. Sawa mganga. Haitoshi, wakakupa nuksi. Na ndio maana wana kijiji wote wanakuandama wewe. Sawa mganga. Nisaidie. Sasa nitakusaidia. Ndio. Ila hilo tatizo ni kubwa. Sawa mganga. Na je, utaweza masharti? Sawa, nitaweza mganga. Nitaweza. Ni vizuri. Sasa mama, unatakiwa upewe dawa. Sawa? Sawa, nimekubali mganga.
Sasa unatakiwa unyoshe miguu yako. Kuna dawa unatakiwa upake. Sawa mganga. Sawa. Hiyo dawa itakusaidia kutoa mikosi na nuksi uliorushiwa. Sawa, sawa mganga. Sawa. Sasa paka kama mafuta. Paka usoni, paka mikononi na miguuni. Sasa mama, hii dawa nitakayokupa nayo ina sharti. Sharti lake, hii dawa unatakiwa uende ukaweke wenye maeneo ya nyumba yako, katikati ya mlango wako wa kuingia ndani. Sawa, sawa. Sawa? Sawa. Nimekuelewa. Utachimba shimo usiku wa manane, yoyote asikuone. Sawa, sawa. Akisha kuona ujue dawa imekwisha, nguvu yote imekwisha. Sawa mganga. Sawa? Sawa, nimekubali. Utaenda kuchimba katikati ya mlango wako. Sawa mganga. Utaifukia pale. Sawa mganga. Sawa, nimekubali. Na kuna kingine unatakiwa upewe. Sawa mganga. Hapo uko vizuri. Sawa. Ninajua hii dawa kwa hichi chungu nitakachokukabidhi utaenda kuyafuata masharti vizuri. Sawa? Sawa mganga. Mzimu. Mama usiogope, sogea. Sawa. Sasa hichi chungu ninachokupa, Ndio. hichi chungu ndani yake kuna damu, na hiyo damu iliyoko ndani ya kichungu hichi ni damu ya kuku mweusi. Sawa? Na hiyo damu iliyopo humu, hichi chungu hakitakiwi kikauke. Kila masaa 7 mchana inatakiwa iwe na damu ya kuku. Sawa, sawa, sawa mganga. Sawa. Kila masaa 7. masaa 7. Ndio. Sawa. Nimekuelewa. Na hii damu itakuletea mafanikio endapo utakapotii masharti. Sawa. Sawa? Sawa, nimekuelewa. Sharti la kwanza, Ndio. utakapohifadhi haruhusiwi yoyote kuingia. Sawa mganga. Sharti la pili, Ndio. masaa 7 mchana isikosekane damu ya kuku mweusi ndani ya kichungu. Umenielewa? Nimekuelewa. Sawa mganga. Sawa mganga. Na sharti la mwisho, haruhusiwi yoyote zaidi yako wewe. Sawa? Sawa, sawa. Sawa, nimekuelewa. Tumeelewana? Nimekuelewa mganga. Nimekuelewa. Naomba ukipokee. Pokea vizuri.
Sasa uhakikishe umefuata masharti. Sawa. Sawa? Sawa. Sawa, lakini sasa inabidi awe makini, kumbushe. Haya, asante bibi. Nashukuru. Wanangu ni mwaita hapa. Kuna swala moja tu ndio tuiongelee. Unajua kitambo sana tunadai ndio kuchukua ile tukachukua hela yetu. Nyinyi mnasemaje wanangu? Yaani si swala la kwanza tena. Yaani hapa mguu kwa mguu tuende kuchukua hela. Umesikia? Allah hela gani unazungumzia nyinyi babu? Kwa hiyo wewe uongo. Mimi sio kama sielewi hela gani unazungumzia nyinyi babu? Maana kwamba hujui uongo. Mimi sio kama sijui kweli hela gani unazungumzia nyinyi babu? Wewe usichokelea ni kipi? Sielewi kweli. Wasikia mdogo wetu. Afu usituletee malezi. Wewe unatuletea malezi, umesikia? Hiyo hela sisi tunadai tukao tupate hela yetu. Wewe kama utaki wewe utaki wewe. Sasa wanangu amjii matatizo alomkuta Mama Gido babu. Mbona kama hivyo? Matatizo si atuhusu nini, sema matatizo yetu ni mdogo wangu. Tuelewa. Unasikia wewe? Yaani sisi tumefanya kazi. Hatujamfanyia mtu. Sasa unasikia? Si unaelewa? Sawa, mimi najua jasho alikopeshwa. Najua kazi tumegawanikia wote, tumefanya wote. Lakini si mnajua matatizo alomkuta Mama Gido jamani. Matatizo yake si atuhusu nini mdogo wangu, unaleta mapepe naye. Wanangu. Mimi kwa mimi hapa, mimi nimesamea wanangu wewe. Afu wadogo wewe. Mimi kilo safi hela mdogo wangu. Kilo safi. Hela unaisamea. Kilo safi. Watu wanasamea. Baridi ondoka kama isikia. Ndio zetu kachukua hela atata. Wanangu kama mnaenda nyinyi. Wasikia mdogo wetu baridi sema tunaondoka kama wanaenda malezi. Sema nini ufagilie hivi mdogo wetu. Hizi hela acha uchovu. Acha shamba moja. Kilo safi unasikia matatizo. Haya maisha tu. Acha hizo ndugu wetu. Wewe tukatae. Oya wapo. Hivyo hivyo. Sawa, haina shida baridi barafu shega. Hata kumbe nini? Ila kumbukeni leo nyinyi. Acha hizo. Haya bwana. Mama. Mama, shindaje? Poa, tuza kwako. Salama. Mama, utoka wapi? Nimetoka huko Mama Gido. Mama. Kwa Mama Gido tena. Kwa Kwa Mama Gido kufanya nini? Nipe kwa mganga Mama Gido. Kwa mganga? Yaani mama bwana. Wewe maisha Mama Gido yanakuhusu nini? Mdogo wangu. Wote ndio kwa mganga. Mdogo wangu. Sawa ndio mdogo wako lakini sio mimi kwa mganga mama. Mwenyekiti unajua kabisa hataki habari za kwenda kwa waganga. Na wewe unatoka hapa eti unaenda kwa Mama Gido kumshauri ende kwa mganga kweli?
Sasa mambo mwenyekiti kama kuna mwanga atake mimi anusu nini? Mimi anusu nini? Kama mwenyekiti kwa mwanga atake kwenda yeye, mimi anusu mama mwenyekiti. Nimpeleka kama mdogo wangu. Litakalo kukuta usinishirikishi kabisa. Ushakwambia. Sawa. Sawa, unakwenda wapi? Subiri mjukuu. Ndio majibu yako ni pale. Najijua mwenye na maisha yako. Mke wangu toka nimeanza kutawala hapa, nimetawala vizuri katika kijiji hiki, toka nimetawala mwenyekiti mimi hapa, mwenyekiti wa mtaa, natawala vizuri kabisa. Watu walima mazao yao kwa vizuri, bana, na mazao yanakuja vizuri, tunashukuru kabisa, mambo mazuri. Sawa kabisa mume wangu. Wewe Aisha, ndio moja kumi. Baba, kuna taarifa zimekuja hapa kwamba Mudi ni mwizi wa mbuzi. Tukani Mudi kama mbuzi. Sijajua sasa, ila wamekuja na wamesema hivyo kwamba ameiba mbuzi. Mtoto anaenda huni hivi sasa. Mudi. Mudi, nataka uniambie kwamba tukani umekuwa mbuzi. Shikamoo. Mimi nasikia kwamba wewe mwizi wa mbuzi. Nani anakuambia wewe? Nimesikia kwamba kina Mudi ulitoa taarifa kwamba wewe mwizi wa mbuzi, unaiba mbuzi zao. Mimi sio mwizi, unasingizia. Wewe sio mwizi, unasingizia wewe wangu watu. Wewe uniamini mimi mwana. Mbuzi unakuwa mwizi watu. Mimi sio mwizi wewe baba. Tufunga kama hiyo. Mimi sio mwizi, unasingizia. Mama, wewe umesikia habari ya Mudi mwizi wa mbuzi? Mimi sijasikia mume wangu. Hujasikia? Sijasikia kabisa. Mudi mwizi wa mbuzi mpaka hivi unataka kumpiga vibao kwamba yeye anaiba watu mbuzi zao. Hujasikia taarifa hii? Wewe umesikia na nani? Umesikia na kisa Mudi. Walikuja hapa? Walikuja hapa kueleza Aisha kwamba Mudi mwizi wa mbuzi. Mimi sijasikia mume wangu. Sijasikia kabisa. Ukisikia ukakemea maovu, ukanyamazia tu, ukakemea maovu. Hamna mume wangu. Sitaki. Mimi wala siwezi kukemea maovu mume wangu. Kwanza mimi mwenyewe sipendi mwanangu awe mwizi, atachoma moto. Vipi hapo? Mama yako tumemkuta. Mama yupo. Sasa wewe wanako taisha kwa sana mama yako mwenyewe kwa utafanya nini? Kuna kutafuta wewe. Tunakutafuta wewe. Shusha kwanza mwanangu. Baba hivi mwanangu tunamshusha. Mwanao huyu hapa ile tu vipi? Sawa, mimi nimewaelewa. Kwani kuna shida gani mbona mmekuja hivyo mnamkunja mtoto hana hela? Sawa, si mnajua lakini mitihani ilionikuta baba Gido. Mitihani yako hapo wewe si ya nini unatuletea? Mbona unaongea sana tuondoke wewe? Hapana, usifanye hivyo. Ngoja, tulia. Baridi umesikia ngoja. Mazingira yako vipi? Mimi naomba niachie, mimi nitawapatia pesa yenu jamani. Unatupa hela yetu lini? Mwachie Gido, simfanye hivyo. Baridi mwanao huyu hapa ataka hela yetu tutafanyaje kushwela? Wiki moja. Wewe asikia jikubwa wiki moja sio mbali. Wiki moja mbali hapa. Wewe baridi ikuja sio mbali afu unakuja ataka hela yetu vile vile. Au msete utani wewe. Chekelea sasa Kama usipotugea hela. Tuondoke tunakuja hadi kukuja. Wiki moja hiyo.
shoga yangu. Hata Delina namjua yule. Namjua vizuri sana. Unamuelewa? Vibaya mno. Delina mbea sana. Mbea sana yule. Mimi simpendi yule dada jamani. Yule usimwambie jambo lako, shoga yangu liko nje. Yaani mimi simpendi sana yule dada mwenzio. Yule tuambie mambo yako yote shoga asili. Anajiendekeza kwa umbea. Mabwana hapa anachukua familia kutoka umbea. Usimuonyeshe bwanako kambeba kama sumako alivyo. Yaani hata si inakuaje yani. Ana mapenzi kama sumako njinjinji. Yule afai kabisa shoga yangu. Yaani yule shoga yako Adelina. Kidawa ona kule. Kidawa kuna kitu kule ona kule kidawa. Nini? Kidawa ona kule kitu. Nini tena wewe? Chuma mboga. Kitu gani? Kitu kule kidawa. Niye mama mwenyewe. Nakuja hapo. Karibu mwana nyumba. Asante. Vipi hapo? Safi. Vipi mwana nyumba? Kuja kwangu mimi nimefuata kodi yangu ya nyumba. Kodi yako ya nyumba? Kweli bibi kubwa tunaelewa. Sema nini leo tunakuzingatia. Leo hii lako tunakuzingatia leo hii. Hatupindishi wala nini hapa. Najua yenyewe mnasumbua sana kwa sababu miezi 6 sasa. Hamjalipa kodi. Kweli. Naelewa ila leo wewe tunakupea lako leo yaani atuchekesha tukwepeshi leo tunakupea lako. Hakuna mimi nataka hela yangu. Nishakaa sana. Tuelewe leo hakika. Leo hii bibi mkubwa tunakupea lako. Nimeshavumilia sana mimi nataka hela yangu. Mpaka sasa hivi kimya tu mmenyamaza. Leo mwisho fanya leo mwisho. Tunakupea lako hii leo hii tunakupea lako. Amini hivyo. Lakini mimi ninachotaka hela yangu. Wewe tuelewe mkwetu leo tunamaliza mazingira. Haya lakini nataka hela yangu. Poa hapo tu. Kwa tunafanyaje mwanangu kuhusu lady mkubwa hela yetu mazingira yake? Nishakuwa naongwa, yani nishakuwa naongwa. Alafu unajua wiki ishapita uje kwa kule. No maana bila tukachukua yetu kindaki tutatupa hela yetu. Mfunga mlango tuondoke. Mfunga mlango tuondoke au bila kuchoka sababu mbele. Hivyo wewe tuondoke zetu. Mama Gido. Mama Gido. Babangu. Shikamoo mama. Marahaba, umeamkaje? Safi, sijui wewe. Salama, tusinyie hapa nyumbani. Salama, unaendeleaje kwa ndugu zangu? Sawa mama. Kuhusu wale mama Gido. Mimi nimekusamehe kabisa mama Gido. Kweli mwanangu? Sikudai tena mama. Unasema kweli baba? Nasema kweli kabisa. Kutoka moyoni? Kutoka moyoni mama Gido nimekusamehe. Alhamdulillah. Yaani jana kitendo alichonifanyia wenzio kiukweli wamenizalilisha. Ila kama babangu na moyo huo kwa mimi kunisamehe. Mimi nashukuru. Asante sana baba. Sina wasiwasi. Nashukuru baba. Unaelekea wapi mama huko? Mimi nilikuwa naelekea hapo chini mara moja. Anisubiri mara moja. Sawa baba. Zawadi kidogo hiki. Baba. Pelekeni ndugu zangu kidogo. Asante mwanangu. Wapate riziki kidogo. Asante babangu. Sina wasiwasi mama. Nashukuru sana mwanangu. Haya babangu. Haina shida. Haya, asante. Haya mama. Kwa bei jamani, nasi bei ndani, gani ya bei jali. Kila kitu takieleweke hapa.
Maana vitu vimekuwa bei ghali sasa hivi. Kila kitu. Karibu. Asante. Shikamoo mama. Marahaba, sasa hizi. Salama. Sikuzani nimemkuta. Sikuzani? Sikuzani yupo. Sikuzani yupo. Niko na shida naye, nikuja kumsalimia. Wewe nani wake Sikuzani? Mimi nafikia nimesoma naye. Sikuzani? Sikuzani yupo. Sikuzani. Sikuzani. Mama. Wewe unamjua? Ndiyo. Nani wako? Rafiki yangu. Rafiki yako? Wewe na huyu rafiki gani kati ya wewe na huyu? Wewe mwanamke au mwanamume? Hapa mna rafiki gani nyinyi watu wawili? Tumesoma pamoja rafiki yangu. Tumezoeana, si unajua shuleni. Mama, mimi nafikia kuja kumsalimia, naomba niondoke. Subiri kwanza. Mna rafiki gani kati ya watu wawili? Hapo kuna nini katikati kati yao siwaelewi? Mama, mimi nimesoma naye. Kwa hiyo umesoma naye ndio mnaenda kusembeka nyumbani yani kwa sababu sikumsoma naye basi Sikuzani na wewe umesoma naye. Ndio. Au ndio mada siku unaambia kama nisubiri mjukuu? Ndio huyo unataka kicha wako? Amna mamangu, naomba tu niondoke. Ndio kuuza ndio hao waletea. Ile subiri mjukuu ndio wako pa mjukuu. Ndio mama. Amna mamangu, naomba nisamee. Naomba nisamee, mimi kuja tu kumsalimia mamangu, kuja kumsalimia. Umekuja kumsalimia? Kuja tu kumsalimia mamangu, naomba nisamee. Yaani Sikuzani mwanangu, yaani umeona vituko vile nifanyie, uletee huyu. Eti ni mama subiri mjukuu ndio huyu. Kuondoka hapa hakuna. Mami nikuja tu kumsalimia. Sasa kuondoka hapa hakuna. Hivi mama unaelewa? Usielewi. Mami nikuja tu kumsalimia. Hata mimi mbona nashangaa hawaelewi. Nikuja kumsalimia, nikuja tu kumsalimia hapa nimesema naye. Ndio kama unaniambia siku kama subiri mjukuu ndio hao wanataka. Mbona kwa siku unajua pumbavu subiri tu mjukuu ndio hao wanataka. Yaani ndio huyu. Wakoneza mimi mjukuu. Yaani kwa akili yako nakubali kabisa huyo mmoja wa mjukuu wewe. Naomba mamangu nisikize, nisamee tu niondoke. Kijana. Subiri nisikilize. Utani na mtoto wangu sitaki. Yaani mwanzo na mwisho iwe leo. Sasa rudia na mtoto wangu. Kitakachokukuta. Wazazi wako watanitafuta kwa tochi. Umesemaje? Nasema hivi, umeanza kuongea. Utana mwanangu. Sitaki. Kitakachokukuta. Babako na mamako watatafuta kwa tochi. Umenielewa? Umenielewa? Haya kwa watu kule. Alafu wewe uko hapa hapo unataka kwa nyumbani kubado. Mbona kwa ndani? Hapo ni. Mama Gido. Shikamoo. Marahaba, jambo. Siku hizi unapendeza Magido. Na uzuri unachangia. Siku hizi unasuka, umebeba na kipocho, unabadilisha vijora kila siku. Eleni mwenyewe, unywele mwanamke. Pati habari mwenyewe, hadi kipocho siku hizi. Hizi mambo yako safi. Sasa unaangalia hivyo hata kumjibu ndugu yangu sasa.
Bwana, tumeonana na wewe. Nakutafuta sana Mgudi kwa kwako. Nataka hela yetu vipi? Nimewaelewa. Fanya hivyo. Nilikuwa naelekea shambani kaangalia. Maneno yake hatuhitaji, wewe unataka pesa. Usinipige mwanangu, samahani. Nilikuwa naenda kuangalia kibarua pale nipate pesa yenu. Asikia bi mkubwa. Sisi tunadai kodi ya nyumba huko, nyumba tunadai kodi. Sina nataka fanya mazingira yako tupe hela yetu. Mimi nimewaelewa. Nilikuwa naelekea hapo shambani nikaangalia kibarua. Wewe ongezi au kulima. Sisi tunadai hela kodi, nyumba tunadai hela kodi, tunataka hela yetu. Hataki masiara. Mitiani mimi na mitiani. Mitiani ya nini kwa kweli mitiani? Usifanye hivyo mwanangu. Watoto mna dhambi nyie. Ina maana shida nilizozipata mimi kupewa na mume wangu nyie mjui jamani. Mbona mnanifanyia hivyo? Ningekuwa mali ya mume wangu mimi. Ndio zote singelikuta. Nilijua utakiuka masharti. Nilikwambia chungu kile kisikosekane damu. Nisamee mganga. Ndani ya saa 7. Nisamee. Tazama sasa hivi hakina hata damu. Tazama kijiji chote kinaangamia kwa sababu yako wewe. Nisamee mganga. Tazama na maisha yako yalivyorudi nyuma. Nisamee mganga. Nilikuuliza kabisa utatii ukaniambia ndio. Nisamee mganga. Nisamee. Sasa utakuwa maisha hayo mpaka kufa kwako. Nisamee. Tulikubaliana kwamba masharti utii. Nisamee mganga. Sasa tazama chungu nilichokupa. Hadi sasa hakina hata damu. Mimi nitakuwa nimeenda kwa ofisi yangu. Sawa. Amna mwenyekiti mtakuwa
mzimu shambani. Kama mama mzimu usifuate mama mzimu kwa utawala wangu. Shinga ndio utawala wangu. Sawa. Utuamini. Utuamini mwenyekiti. Mama mzimu usifuate mama mzimu. Nisikiza na njoo sikiliza yeye mtoka kisasi kufuata mama mzimu. Mwenyekiti kweli. Avijana mwenyekiti mzimu. Mwenyekiti tuelewe kitu bwana mbona mzimu mwenyekiti huko shambani mwenyekiti. Sawa kama kuna mzimu sifuate mama mzimu. Avijana twende. Naibia mambo ya uongozi wangu. Sawa mwenyekiti. Sio kwa mjumbe. Ila mwenyekiti utatukumbuka. Utatukumbuka mwenyekiti nakwambia. Utatukumbuka mwenyekiti. Wewe uongozi wako baliwe. Hawa watu watakunyaiba katika mtaa wangu mambo ya mizimu kitu gani? Mambo ya mizimu kitu kama mizimu hakuna. Haya ni maisha mengine. Kwa hiyo usiafuate mambo yao. Nenda kazini. Karibu. Salama Samida mamangu. Salama za huko? Salama kwema. Afadhali nimewaona jamani. Sisi hapa. Manake nilikuwa napigiwa hapa na watu wa Kikoba, wanataka hela zao. Afadhali mlivorudi. Sasa ni kubwa kweli sasa sisi tumekuja. Sisi bwana tumeenda kuhangaika huko, kwenda kudai madeni yetu, lakini tulichokutana nacho hatujapata. Umeona? Tulichokutana nacho ndio hivi hapa, hivi hapa mamangu. Wewe tusikize. Mimi hivyo vitu sivitaki. Naomba ngoja tusikize. Nataka hela. Vitu hivyo mimi sivihitaji. Sawa mama. Sasa wewe pokea afu unajua vipi? Napokea hivyo mimi nitapeleka Kikoba. Mimi nadaiwa na wenyewe kwenye Kikoba. Sawa sisi hatujakataa mamangu. Mimi sitaki hivyo vitu. Wewe pokea hivyo vitu afu unajua sihitaji hivyo vitu. Mama tunaomba tu kwanza hapo tupokee. Sisi leo tunakupa hela yako leo hii. Mimi sihitaji hivyo vitu. Hamna mangu, tupe masaa matatu. Mimi sihitaji hivyo vitu. Tupe masaa matatu. Mimi nadaiwa hela Kikoba. Tupe masaa matatu leo tunakupa hela yako leo. Nitavipeleka wapi hivyo vitu? Hamna mangu. Mimi nadaiwa hela Kikoba. Hivyo vitu mimi nitavipeleka wapi? Mimi nataka hela yangu. Hamna mangu. Mimi nataka hela yangu. Nataka hela yangu. Hamna mangu leo. Kama kataa. Amen. Basi naelekea wapi? Wewe mkubwa. Karibu. Shikamoo. Marahaba za leo. Salama za hapa. Salama za huko. Uko safi, tusijui wewe hapa. Si salama tu. Mkubwa. Mimi nilikuwa na shida na chumba bwana, na chumba. Chumba. Chumba kipo. Hapa chumba tena. Chumba gani tena? Chumba gani tena sina kasisi. Hicho cha kwenu. Hicho tunafasi. Hamna mangu bado tuvumilie sisi tunakupa hela tupe masaa matatu. Asante kwa mimi wapi sasa hivi masaa matatu. Kodi amlipi nyie. Mangu saidie tupe masaa matatu tunakupa hela leo hii mamangu leo tunakupa hela leo naomba tupokee tu hivi vitu mamangu naomba tupokee tu hivi vitu. Si mwenyewe najua saidie vipi ndio mkubwa. Elewa. Wewe miezi 6. Bado kulipa mnashindwa. Tulikwambia leo tunakupa tupo chini ya miguu yako naomba mamangu tupokee vitu mamangu samani lakini nakuomba tupokee vitu tupo chini ya miguu yako naomba tupokee vitu mamangu tupokee kweli. Tuelewe. Sio nao. Kwani kwa chumba anataka nani? Chumba alikuwa anahitaji kakaangu. Kama leo hela ipo kwenye simu. Nikatoe na kukabidhi. Hamna mangu naomba tusaidie bwana naomba tusaidie mamangu. Tuelewe si wanao tuelewe mamangu. Naomba masaa matatu. Usipoleta hela yangu chumba napangisha. Basi mamangu shida leo hii tunaforce tunavyojua si wenyewe tupate hela yako tukuletee mamangu. Basi pokea hivyo vitu. Pokea yani tusaidie tu hivyo mamangu. Tusaidie tupokee hivyo. Kwa tu kabisa kwa kabisa tunavyojua si wenyewe. Kwa hiyo bi mkubwa wale nimewapa masaa matatu. Wasipoleta hela yangu basi nitakwambia wewe uje utoe pesa. Kwa hiyo nikatoe kabisa hela. Kwa hiyo nikatoe kabisa. Kwanza usitoe. Subiri mpaka warudi wale. Sawa mkubwa. Haya, asante mama. Mimi naenda. Haya.
Gido mwanangu. Naam mama. Tunu mwanangu. Nimewaleta kwenye kaburi la baba yenu. Mje mlioni hapa nilipopumzika baba yenu. Kwa hiyo mkimwona baba yenu yuko hapa amepumzika. Gido baba. Baba yako yuko hapa mwanangu. Kwa hiyo baba ndio yupo hapa. Yuko hapa baba. Kwa wana watoto mweza kumuona tena. Hamwezi kumuona wanangu. Hamwezi kumuona. Mama. Baba ndio amelala hapa. Baba amelala hapa mwanangu tu. Pole mwanangu. Asante mama. Umepata ukubwa mtoto wangu. Umri wako bado Tunu. Najua umri wangu bado nitasawa. Mle mdogo wako Gido. Sawa nitamlea. Gido kwa mapenzi mwanangu. Sawa. Mwanangu. Mwanangu shakuwa noma hapa bidu kachukue guta tu vitu vyetu umesikia sasa? Hapo kwenye mwanangu ataweza kutafutia Mama Gido. Hapo kwenye Mama Gido tunaenda kulala kwake. Hapo mwanangu kidogo umenipa nguvu. Tunaenda kulala kwake tu kachukue guta jibe vitu vyetu. Hapo usikia. Twende kuchukua usafiri hapo nini? Wananchi wangu, nimeitisha kikao hiki kwamba kila mmoja azungumze shida yake, kero yake, kwa sababu siku nyingi naona malalamiko mengi ya chini chini. Sasa kero kama hizi huwa sizipendi. Nataka kila mmoja atoe ridhaa, akae kwa ridhaa ya furaha yake. Kila mtu azungumze shida yake, nimsikilize. Kila mtu mwenye kero yake, mwenye malalamiko yake aniambie, wala siogope. Kweli. Mimi hapa mwenyekiti na swali kwamba hivi dada zangu alikimbizwa kwenye mboga, walikuwa wachuma mboga, alikimbizwa na mzimu. Kwa hiyo hivi mwenyekiti atakutaki uondoke, ujiuzuru. Ndio ondoke. Jiuzuru mwenyekiti atakutaki. Mzimu kama mmekimbishwa na mzimu, mmeona mzimu huko kuja kuniambia kwamba kuna mzimu. Mimi katika utawala wangu sipendi mambo ya mzimu, kwa sababu mizimu inasababisha mambo mengi, uharibifu na watu kutokuelewana. Kwa hiyo sitopendelea mimi mizimu. Eleza. Mimi na langu kwa sababu gani mwenyekiti tangu aingie madarakani, yaani yeye anapinga masuala ya mizimu. Mizimu ipo katika kijiji. Wa jamani mnabisha. Mizimu ipo.
Mizimu naweza nipinge kwa sababu mizimu inapoteza. Ndiko tulikotoka zamani kulikuwa mambo ya mizimu. Na tuishi nayo mizimu, lakini hakuna lolote lilotokea mpaka sasa mizimu haipo. Tunaamini maisha sasa ya hivi sasa. Kwa hiyo sisi hatuamini mizimu. Mizimu inapoteza jamii. Kila mtu ataishi kwa mashaka kwa sababu ya kuogopa mizimu. Mizimu sasa ambia ramli. Mtu akiishi kwa moyo ramli, kila siku atakuwa mtu mwenye mashaka. Ataambiwa mtu fulani mbaya, mtu fulani mbaya, mtu fulani mbaya. Shauri kuamini mizimu sasa ramli. Kwa hiyo tunaogopa kuharibu jamii. Mizimu sasa ramli. Wewe hatuwezi kuamini kuipinda mizimu. Eleza. Wana kijiji. Nakumbuka ukiajuzi kuna vijana walifukuzwa mashambani. Ndio. Waema kwa mwenyekiti alikubali alikataa. Alifukuza. Aliwafukuza aondoke. Ndio kabisa. Aondoke Kwa nini tusiendelee na mila zetu na desturi zilizozikuta kwenye kijiji hichi? Au wananchi wenzangu mnasemaje? Ndio. Naoja mwenyekiti. Ndio. Mwenye kijiji mpo? Tupo. Safi. Sana. Na ushuhuda ya kwamba nilipoenda kwa mwenyekiti nilipomwelekeza kuhusu tatizo la mzimu kwa kijiji chetu, alitufukuza kama mbwa. Mwenyekiti anafaa? Afai. Anafaa? Afai. Aondoke madarakani. Jambo mama. Si jambo, nisamee mganga. Jambo. Nisamee mganga. Hiyo sama yako haiwezi kubadilisha kitu. Umeshindwa kutii masharti niliyokupa. Nisamee mganga. Tazama kijiji chote kinakosa amani, furaha kwa sababu yako wewe. Nisamee mganga. Kutokutii masharti niliyokupa. Nisamee mganga. Ulikuja ukasema unaweza kutii masharti. Tazama hali yangu. Tazama hali yako. Nisamee mganga. Msamaha wako huwezi kubadilisha kitu. Nisamee mganga. Uliniahidi kwamba utatii masharti. Nisamee, sirudi tena. Haiwezi kubadilisha. Nisamee. Tayari maisha yangu yapo hatarini. Nisamee mganga. Hivyo basi hali yako unakuwa nayo utabaki nayo hivyo hivyo. Nisamee mganga. Sirudi tena mganga. Umechelewa mama, umechelewa. Usisamee hivyo mganga. Tapata wapi msaada? Umechelewa. Tapata wapi msaada? Huwezi kupata msaada tena, umechelewa. Nisamee mganga. Sirudi tena. Utaishia kubaki hivyo. Nisamee, usiseme hivyo mganga. Nisamee. Tazama mganga. hali yangu. Nisamee mganga, nisamee mganga. Uliahidi utatii masharti. Na mimi mizimu itanibeba. Nisamee mganga, hapana, usiseme hivyo, nisamee mganga. Umechelewa. Hapana, umechelewa. Nasema umechelewa. Nisamee mganga. Umechelewa baba. Nisamee mganga. Kuna maisha yangu yanaangamia kwa sababu yako wewe. Yani ufanye njema, uzito uzidi kina, ujazo uzidi jaba, bado
msaidie akiwa hana, akikuomba kwa huruma, maji shingo yamekava, bado atabadilika mara moja, atasahau yote ya nyuma na hanagata kungoja. Yanatakuzika mara moja, yanaga huruma hata kukuroga. Aya, mwanadamu atumsaidie mwanadamu, siku zote anajema mwanadamu, huyo mwanadamu ana roho